kama tulivyosema kwamba tumeamua kukabidhi hii sadaka yetu 100,000 tutakupatia inshallah. Mwenyezi Mungu akujalie. Kwa hiyo karibu sana Sheikh, pesa ndio hapa, basi inshallah tutafanya hivyo. Sitakuja dua sana. Basi mimi nashukuru sana, nashukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hii pesa, kwa mchango wenu pia. Hii Sheikh, hii unaona Masjid Nuri kama unavyoona hapa, Masjid Nuri Range kama unavyoona. Basi inshallah kwa hivyo tena kawafahamishe watu wote, na tunasema kama kuna waadhiri wengine wafike. Sisi watu vitu kama tunavipenda sababu tunajua faida zake. Kwa hiyo tunafahamu, tunaambia na wengine wenzetu wajitahidi kushikamana na wewe, kwa sababu ni jambo kubwa kabisa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasaniyasiruhu bil usra. Tuna imani kwamba tutarahisishiwa mengine inshallah, tutapata mengine kama tunatoa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo na watu tunasema kwamba watoe na wao waweze warahisishiwe mambo yao, na unapotoa anasema kwamba yoyote atayetoa basi watie nia, kama sisi tumetia nia baadhi ya mambo yetu, kwa sababu hii ni kauli ya Mtume kwamba unapotoa sadaka basi tia nia, kama una mgonjwa, kama una tatizo, una kesi, kama una mzazi wako amefariki, basi na yoyote atakuchangia wewe, naomba kwamba watie nia. Basi iwe tajiri iwe nani afanye hivyo inshallah. Basi inshallah mimi niende shukrani kwa wewe Sheikh, Sheikh wa Masjid Nuri Range. Nikushukuru sana wewe, lakini pia nichukue nafasi hii pia wewe uniwakilishe katika kamati yako pia, uweze kuleta katika hizi shukrani nyingi, na Mwenyezi Mungu akijalia kama ulivyosema kwamba kiangazi, basi nifike kweli na hayo maspika tena kwa furaha kubwa kabisa. Nao wazungu ambao wamekuja, basi itakuwa faraja kubwa, kwa sababu kama hujafika na ile speaker basi tutaona Sheikh vipi bwana, naona kule sasa kidogo mimi nataka utapofika basi nitajisikia faraja na ile speaker. Sasa jamani, ile pesa tulizokompa tumipe na Sheikh ile maspika ndo haya. Kwa hiyo anafanya kazi, kwa hiyo watu watafaidika sana, unafahamu sana bwana, na mengi tuna imani kwamba hata gari utapata. Basi inshallah kazi kubwa sana hii bwana, hata gari utapata, usikate tamaa. Fanya kazi bila hofu. Ukifanya kazi kwa ukweli kabisa Sheikh, utaona faida zake. Naam. Basi inshallah. Karibu tena. Inshallah. Lakini pia ndo ulikuwa na swali yake kijana. Alikuwa na swali kijana huyu, naye akitaka aulize swali pia. Sheikh, swali vipi? Watu wa Freemason, yaani kila chama au kampuni ambayo inakuwa na fungamano matawi yao, lakini vile chama cha Freemason vile pia ni kampuni. Kama ile ni kampuni, sasa matawi yao mengine wamefungulia sehemu gani, au kwamba vitu gani ambavyo vinawakilisha kwamba hii ishara ndio matawi ya Freemason? Freemason wapo katika nyanja mbalimbali. Sehemu ya kwanza manake ni katika utawala, kings, utawala wa kifalme, so president, so rais, utawala wa kifalme, ufalme wa Uholanzi, Ubelgiji, kule nyororo ya Malkia Elizabeth, na hata walikotokea umeona umetembea katika ufalme. Kwa hiyo nyororo ya kwanza kabisa sekta zao ni ufalme. Lakini pia prime minister, mawaziri wakuu wa Uingereza wengi ni katika wanachama wa English Freemason. Lakini pia court just member, majaji wakuu wa mahakama kuu Marekani wengi ni katika wanachama wa English Freemason. Hao wanasema kwamba yani hawakatazi wewe kuabudu dini yako, utaabudu dini yako. Kwa hiyo hizo taasisi ziko nyingi. Ukisikia kitu kinaitwa PRS, Problem Reaction Solution, hawa ndio wanahusika na kutengeneza magonjwa, vipandikizi vya kina mama wanatia mule dawa na vitu. Hawa sio serikali, hawa ni tofauti, yani secret society, yani ni kikundi cha siri sana, jamii ya siri sana ambayo inaishi katika jamii. Ndio wamejiita Illuminati, maana yake neno la Kilatini, wakimaanisha watu ambao wana elimu ya siri ya kutumikisha majini, ya kutumikisha kuingia katika ulimwengu wa kijini na ulimwengu wa kibinadamu. Kwa hiyo taasisi zao ziko nyingi, na miongoni mwa sehemu za kwanza kabisa manake katika taasisi zao, manake tuseme PRS ndio taasisi kubwa kuliko taasisi nyingine. Na branch ya pili manake ni Wakristo. Ndugu, ukisikia Wakristo wote duniani ni branch of Freemason. Wakristo wote tunawashangaa, hata injili inahubiriwa leo ni injili fake. Injili fake sio ile ambayo alikuwa anahubiri Isa alayhi salam. Na hata hivyo Sheikh hapa imamu alituambia kwamba wale Nabii Isa alishuka kwa kipande kile cha wao tu, bali Israeli alishuka wana wa Israeli. Na alisema inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat. Aliwaambia wana wa Israeli, ya bani Israeli, enyi wana wa Israeli, ndio ambao yaliwahusu yale mawaidha yake. Kwa hiyo Wakristo wote, Anglikana, Roman Catholic ndio wako waziwazi kabisa, wanasema Mungu Baba. Siku moja nilisikiza wakiwa wanasema kwamba mama wa Mungu, Mariamu mama wa Mungu, basi tusamee madhambi yetu. Yaani
Sheikh bwana anaomba mama wa Mungu Mariam afute madhambi ya watu. Katika redio kabisa, ni redio na ilirekodiwa na hadi wakatoa national, ikatoa gazeti. Mama wa Mungu tusamee madhambi yetu. Kwa hiyo ni wote wa Kristo wote ni branch za Freemason. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jana nauliza kwamba hivi ni dalili gani, labda atatembea sehemu fulani akaona kitu fulani, jima labda amepewa shati, amepewa labda chochote hiki sina haja nacho, labda anakusudia hivyo. Jambo ishara zote wametoa vitu vyote ambavyo vinaashiria hivyo. Sahihi. Ishara ya kwanza kabisa ambayo ni kubwa ni bikali na rula. Unajua hata shule wameanzisha serikali kwa mfumo nzuri tu kwamba watengeneze watu wawe na akili nzuri lakini sasa wale wameingilia kati kwa sababu wana waandishi writers wakubwa wameingilia kati mule. Kuna baadhi ya masomo wameleta kuwatalisha watoto akili wasifahamu, yani unacheza wake. Ndio maana shangaa asilimia maprofesa wengi wawe na akili timamu. Kama unavyoona kwa Waislamu madarueshi wanasoma hadi wanachanganyikiwa, wanakuwa kama wanakikwena. Hata maprofesa wakubwa wengi wanakuwa kama wana akili timamu. Kwa hiyo bikali na rula, alafu katikati kuna jicho la Dajjali, jicho moja la Dajjali. Alama yao kubwa hii. Na ile alama unaikuta katika sendo. Tena katika sendo hawajaweka rula, wameweka G. Hii G wakimaanisha godi. Godi wao manake hao wanasema godi wao ni shetani, Mungu ni shetani. Ndio maana wakasema Dogisinatas. Ukirudi huko ukienda huko inasomekana Satan is God. Lakini ukitoa hivi ukienda Dogisinatas huwezi kupata maana, na hata kanisa ambalo lipo katika website lile la Kenya wameandika hivyo maandishi ya Dogisinatas. Lakini ukitoka huku ukienda huko unakuta Satan is God. Shetani ndio Mungu mwenyewe. Kwa hiyo alama ya kwanza ndio hiyo. Alama ya pili ni msalaba. Wameita siku hizi nguo nyingi zinakuwa na misalaba. Misalaba mingi inawekewa maua pembezoni mwingi. Kama malembo hivi. Kumbe ndio alama zao, na ukivaa hivyo ndugu Muislamu utakuwa unajiangamiza mwenyewe. Alama nyingine pia ni zipo nyingi sana, hata spamu ile ya mafuvu. Kichwa na ile na mifupa miwili mikubwa ile. Pia ni alama zao, na alama nyingine pia ambayo wanaitumia sana ni alama kama michoro ambayo inakuwa kama draft yenye rangi nyeusi na rangi nyekundu draft. Hata katika madhabahu alama nyingine maana yake ni nguo nyekundu. Ndio maana kuta hata kasisi mkuu wa Roman Catholic mavazi yake mengi utakuta amevalia koti la rangi ya chenza hivi nyekundu, ametulia. Alafu alama ya pili hawa wana saini ya kwanza ni vidole viwili wakimaanisha kwamba wale wanaamini kwamba Mungu yupo. Kwa hiyo kuna Mungu na kuna huyu Mungu mwingine. Kwa hiyo hao wanaamini kwamba kuna miungu. Mungu aliwaumba na Mungu anawapa riziki ambao ndio Ibilisi. Wana alama nyingine wanamaanisha hivi. Wakiweka hivi wanamaanisha ni pembe mbili. Ni hadithi sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba Ibilisi yuko na pembe mbili. Kwa hiyo hao wanaonyesha hivi, wakionyesha. Na usisikie ndugu, Ibilisi ni nyoka. Ibilisi ni nyoka, na huyu nyoka ni mkubwa sana. Huyu Ibilisi shetani ambaye amefukuzwa kule mbinguni ni nyoka. Ni nyoka mkubwa ambao anaweza katoka tufanye hapa labda kwa umbali kilomita hapa hadi tufanye, yani Msumbiji ni pafupi. Unaweza ukaenda South Africa. Yaani ni nyoka mkubwa na mrefu Ibilisi. Na Ibilisi kazi zake sio kwamba anatembea kwa kila mtu, anaweza kakaa sehemu moja na kila mtu akanishawishi chake. Kwa hiyo Ibilisi yuko na kazi kubwa sana. Kikubwa endelea kusoma, endelee kusoma. Na kwa sababu una nia ya dini, Mwenyezi Mungu atakuongoza katika dini inshallah. Na huyu ni katika miongoni mwa majini. Miongoni mwa majini. Na majini wako na maumbo tofauti majini kuna walioumbwa kama ng'ombe. Majini wameumbwa wengine kama kuku, wana miguu miwili, wengine kama watu, wengine wameumbwa nyoka. Lakini huyu Ibilisi asili yake yeye umbo lake ni nyoka. Anaweza kujibadilisha kama mtu, anaweza kujibadilisha kama ng'ombe, anaweza kujibadilisha kama mbuzi, lakini umbo asili ambao ameumbwa na Allah, ameumbwa ni nyoka. Ni nyoka rangi ya gold wa moto mwenyewe, na wenyewe waliumbwa kwa urindi wa moto wale majini. Katika sura Ar-Rahman Mwenyezi Mungu amesema kwamba na majini tuliwaumba wakala kalejani, tuliumba majini na urindi wa moto. Kwa hiyo wameumbwa kwa moto wale majini. Yaani min nuri min nari asema. Kwamba wale watu Freemason wanasema katika kila kitu duniani hapo ni wao ndio wanatuongoza. Kwa mfano labda kuchukua labda kwa mfano katika siku labda kuna siku wale wale lugha ya Kiingereza ndio lugha yao, lakini sasa siku kama kuna Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday na Friday. Katika siku hizi una jambo katika siku hizi atakao ifunulia hata kama moja au mbili ambazo walifahamu wewe kwamba hapa kutokana na chanzo Freemason hapa wanaingia vile katika siku hizi. Mfano
Ukielezea kuhusu kalenda hiyo inaitwa Satanic Gregorian calendar. Ni kalenda ya shetani hiyo ambayo leo utasema 2026. Kalenda ya Kiislamu ya Allah leo mwaka 1447 47 kitu kama hicho. Kwa hiyo mwezi Shawwal unaona. Kwa hiyo sisi tunafuata hii kalenda ya Kiislamu. Hii kalenda nyingine ni ya Freemason. Na waasisi wa hii kalenda ndio wale wafuasi wa Ibilisi. Na kitambo waendaye nitakutajia siku mbili mfano. Kuna kitu kinaitwa free day. Free day. Ile ni free day, so Friday. Bado wametoa double A pale kwa sababu ilijulikana ukweli, wangeacha ingejulikana ukweli. Kwa hiyo vitu vyao wanavificha kama wanasema masecret society kwamba hao jamii asili, kwa hiyo mambo yao wanaficha. Inasemekana baada ya Freemason kupiganisha hata vita ya kwanza dunia, ya pili ya dunia, ni Freemason ambao walifanya ile ila. Watu wakaingia katika vita, wakauana, wakaleta dola ambayo ndio itasimamia, ambayo ndani yake na Freemason ndani yake. Sasa ile neno walipoliweka, kuna neno Christian likawepo pale wa Kristo. Nchi za Kiarabu walikataa. Wakaingiza tena katika tatizo la pili la vita dunia. Baada ya kupigana vita dunia, wakaja wakasimamisha dola ambayo itasimamia katika mazingira ya Freemason, mazingira ya kishetani, ndio ikapatikana siku inaitwa free day. Yaani siku ya uhuru, siku ya kuahudu wao watapata uhuru, ili kupata uhuru. Na ni siku ambayo amerusha satellite katika mbingu, katika anga, satellite. Kwa hiyo free day imetokana hivyo, na ukisema mfano wake Sunday ambao ni Jumapili. Sunday maana yake kirefu chake ni the sun worshiping day. Wa Iraki waliabudu jua baada ya ni solidarity sana, nitakwambia tu kwamba waliabudu jua wa Iraki, walishirikishwa na Ibilisi wakaabudu jua. Kwa hiyo baada ya kuabudu jua akasema the sun worshiping day, ndio wakachukua wakaitoa wakaitoa worshiping, ikabakia sun mbali, wakavuta ikawa pamoja, ikapatikana neno Sunday ambao ni Jumapili. Kwa hiyo yote ni masiku yao, na miezi 12 Januari hadi Desemba ni katika majina ya kishetani. Yaani miungu ambao walikuwa wanaabudu ile ndio majina yao 12. Hivyo naona Sheikh Nurdin bwana umeelewa kwa upana sana vitu viko vingi, hata michezo ya mpira yote hapo yaani mambo ni mengi ambayo kwa msingi labda nimwambie jambo moja kwamba ajiepushe na kila ahwa ni mambo yale ambayo yalikuwa ya kishetani. Kama Allah anavyosema, anasema kwamba wewe ukiwa unataka ukutane na Allah, ukiwa una hofu ya Allah, basi anasema wana hanafsa ani hawa, basi izuie nafsi yako kutokana na mambo ya ahwa. Ahwa maana yake ni kila kitu kilichokuwa kiko kinyume na utaratibu wa dini ya Uislamu. Kwa hiyo hayo ndo ni katika moja ya Freemason, kwa sababu Freemason ni mifumo yao ya kikafiri. Kwa hiyo wewe ni kuepusha na matendo ya kinini ya kikafiri. Basi hiyo ndio Freemason. Kwa kifupi tufanye hivyo, au sio Sheikh? Viko vingi, tukisema mimi najibu kwa short ile kati sema tu na kweli Sheikh, tumesema tukaribisha na wewe waanze kutoa bana, unaweza tukakesha hadi kesho na watu mada kesho. Kwa hiyo Sheikh, tuseme rizika na hiyo ambalo umelipata inshallah, lakini pia salamu mtafikisha salamu. Wala salamu zimewafikia salamu, na nyinyi ndugu ambao mnatufuatilia, huyo ndio Sheikh wetu hapa Masjidi Nuru Kiranje, na nimefurahi sana kukutana naye. Nimepita sehemu nyingi nikihubiri dini huku kama kusini, yaani nimebakia wilaya ya Kilwa, na kwa kweli toka nimefika huko nimekutana na ikramu nzuri sana kutokana na huyu shekhe. Na sio kwamba maimamu wengine muone kama ni mwadharau labda, lakini hapana, lakini ikramu za shekhe bwana zimezidi kwa kweli. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu, na nyinyi pia mlikuwa na ikramu, mmenikaribisha, lakini shekhe bwana, Mwenyezi Mungu akujalie mshuhuda. Amina. Tujalie wote. Basi inshallah. Haya bwana, inshallah. Safari njema, tunakuombea dua. Mwenyezi Mungu ajalie kila kheri. Tuombe dua inshallah. Dua somewe. Basi inshallah. Inshallah. Kijana, hebu tuombe dua inshallah. Dua. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله سيد صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا يا ربنا شر ما قضيت، وقنا يا ربنا شر ما قضيت، وقنا يا ربنا شر ما قضيت، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.